ninasogea. Baba nanyenyekea. Ninanyenyekea Bwana. Nimeinamisha kichwa changu chini. Baba nanyenyekea. Baba nanyenyekea. Baba nanyenyekea. Chini ya miguu yako. Baba nanyenyekea. Baba nanyenyekea. Baba nanyenyekea. Chini ya miguu yako. Baba nanyenyekea. Nanyenyekea. Baba nanyenyekea. Chini ya miguu yako. Baba nanyenyekea. Baba nanyenyekea. Baba nanyenyekea. Chini ya miguu yako. Baba nanyenyekea. Baba nanyenyekea. Asante kwa kuwa kwa Bwana. Asante Yesu. Waza sauti ya shukrani. Shukuru Mungu. Waza sauti yako mshukuru Mungu. Ninakushukuru Bwana. Ninasema ni asante Jehova. Utukufu na heshima ninakupa. Ni asante kwa ajili ya neema ya wageni hawa. Asante mfalme wa wafalme. Asante jemedari wa vita.
tunakurudishia wewe. Asante Bwana wa mabwana. Asante Jehova. Asante Bwana wa Baba, ninashukuru kwa wema wako na fadhili zako katika jina la Yesu Kristo Bwana uliye hai. Amen. Pigia makofi mazuri Bwana Yesu. Haleluya. Baba karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzima wa Kristo. Amen. Jitahidi kusema bila sauti ya chini, kwa jitahidi kusema. Uzima wa Kristo. Amen. Chukua nafasi uketi. Ndio jirani yako mwambie umependeza sana. Wewe ni wa kipekee. Kweli wewe ni uzima. Haleluya. 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 Wale wanaonifahamu ninawaambiaga mimi na sauti ya chini, lakini Yesu wangu anapenda kelele. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku 3 za upako wa kimungu juu ya maisha yako. Atukuzwe Yesu Kristo. Atukuzwe Yesu Kristo. Na sisi tumempendeza Mungu kuwepo hapa na tumefurahi. Unajua ni katikati ya wiki, alafu ukiona mwitikio mzuri unamfanya Mungu awe kazini vizuri. Ukiendelea hivi mpaka ile siku ya mwisho, najua maisha yako hatakuwa yalivyokuwa. Sidhani kama nina base kiasi hicho. Sidhani kama nina base kiasi hicho. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuipata sauti yako. Amen. Amen. Hai usishushe. Hai ni nguvu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Katibu na mama mchungaji wako wananihesabia kwamba nina mwaka mzima sijafika, lakini ninawakumbuka sana. Amen. Mwaka jana kulikuwa na mambo mengi sana. Nilikuwa na safari ya Malawi, mambo yalikuwa mengi, lakini mwaka huu kitampendeza Mungu naweza nikaja mara 2. Bwana Yesu asifiwe. Tuna zoezi ya kumweka wakfu mchungaji Likana Maso. Tukitoka kumweka wakfu tutapitia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nisichukue muda sana, nimekuja na mgeni leo. Haleluya. Wangapi wanakumbuka Pastor Brian wa Uganda? Unamkumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Sasa Pastor Brian anapotumika bishop, sasa tusiite tu bishop, tuite archbishop. Amen. Tuite archbishop. Bwana Yesu asifiwe. Yaani askofu mkuu ndo tunaye hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya Christ Life Church na Calvary Mission Church, amen, ina mahusiano ya karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Calvary Mission Church ilimfanya huyu Christ Life Church akawa rasmi. Haleluya. Walitulea na wakatusimamia mpaka tunasajili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana siku zote nakwambia usiache msingi uliokuinua. Halo. Unajua kuna watu wakihisi wana upako wa kuponyesha mafua, anamuona mtu ambaye amemlea si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mara nyingi wale watu wanakuwa na mwisho mbaya. Atukuzwe Yesu. Lakini siku zote ukitambua msingi uliokuinua,
jua mwisho wako ni mwema siku zote. Haleluya. Thamani ya ule msingi ndio thamani ya jengo. Utabadilisha muonekano wa jengo lako, utabadilisha rangi ya jengo lako, lakini msingi ni ule ule. Na japo uzuri wa jengo unaonekana huku juu, watu waangaliaje uzuri wa nini? Na watu wautazami ule msingi, wanaangaliaga nini? Jengo. Kwa watu wanaweza kukufurahia kwa sababu wewe unaonekana, wasijue thamani ya nini, lakini siku zote msingi ndio nini? Ukiamua kuitoa ile jengo pasipo msingi, jua kabisa kuna siku mvua ya gharika itanyesha na itaondosha hilo nini? Kwa uimara wa msingi ndio imara wa nini? Kwa siku zote tambua uimara wa msingi ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Yohana Mbatizaji, Yesu Kristo kuna wakati walikuja wakamshindanisha naye kidogo. Akamwambia, wewe mbona unafanya mambo makuu kuliko Yohana? Yesu akajibuja akasema, hakuna aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kama nani? Manake alitambua msingi wa yeye mbingu kufunguka. Bwana Yesu asifiwe. Nisitumie muda sana. Baba karibu sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pigia makofi makubwa Yesu Kristo leo. Inua mkono wako pale ulipo juu. Pale ulipo inua mkono juu. Sema, lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mimi namjua Mungu wangu, nitakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mimi namjua Mungu wangu, nitakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Pigia makofi makubwa Yesu Kristo jana na leo. Amen. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Prophet Noel. Asante sana kwa kazi nzuri. Asante pastor na pastor mwongoza naye na uongozi wote wa kanisa Life Church hapa na Ukristo wote. Naona ni muujiza. Amen. Nimepita kwa barabara kupita hapa. Sikuwahi hata ndoto moja kwamba atasema na kuhubiri hapa. Nimepita nikienda hivi na hivi. Bwana Mungu wa ajabu sana. Hallelujah. Nashukuru sana kwa Prophet. Nimekuwa naye kwa muda mrefu sana. Moja, nafurahia kazi inaendelea vizuri. Moyo wangu unafurahi sana. Yaani ndio furaha yangu hiyo. Napoona huduma aliyokupa Mungu inaendelea vizuri. Piga pesa makofi makubwa kwa ajili hiyo. Hallelujah. Kweli moyo wangu umefurahi. Nafurahia matunda kama hayo. Amen. Life Church zidi kuendelea mbele na mbele. Hallelujah. Nasikia tuhubiri conference kubwa Life Church. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Asante pastor, mtukaribisha vizuri sana. Tumekula samaki fresh. Hallelujah. Asante sana. Nyote wa karimu sana. Amen. Kama tulivyosema Prophet, mimi naitwa Bishop Israel Angetile Mwaikonge. Nimezaliwa Tukuyu, Mbeya. Na kwa neema ya Mungu niko Dar es Salaam. Naongoza makanisa Calvary Mission Church and Assemblies of God hapa Tanzania. Kwa neema ya Mungu. Amen.
Haleluya. Huyu ndugu ameniheshimu sana. Nikija hapa na Mwanza nasikia furaha sana. Kwa hiyo tuko pale Dar es Salaam karibu na chuo kikuu. Pale kuna soko kubwa la biashara inaitwa Mlimani City. Tupo karibu na maeneo hayo. Kama ipita pale upande kuna kanisa kubwa la Askofu Kakobe. Si upande wa pili unaingia ndani kidogo hapo. Ndipo tupo hapo tunatumikia Mungu. Amen. Amen. Nimeoa na Mungu ametubariki na watoto 5. Haleluya. Na mke wangu na kanisa pamoja na wana wachunga pale wanawasalimia. Na Pastor Brian anawasalimia. Haleluya. Anajua niko hapa. Amen. Bwana asifiwe sana. Basi salamu hizo zinatosha kwa ufupi. Nataka niendelee. Nimepewa saa 1 na okay, safi sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Na prophet nikamuuliza kwenye semina unataka nihubiri nini? Kwenye moyo wako unataka kitu gani? Maana pia mnapochunga kanisa wengine mnakuja kumsaidia ile kazi ambayo Mungu amempa. Kuna tamani sana kufanyika sehemu ya maono yake. Ndivyo tulivyo watumishi. Haleluya. Chuma unoa chuma. Bwana asifiwe sana. Amen. Akasema bishop uwe huru. Haleluya. Haleluya. Moja ya jambo nalopenda kuhubiri na kufundisha ni nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Na kuombea watu. Haleluya. Haleluya wapendwa. Kwa siku 3 hizi nitahubiri juu upako au nguvu ya Mungu juu ya mtu wa Mungu. Amen. Haleluya. Nguvu ya Mungu juu ya mtu wa Mungu, upako wa Mungu juu ya mtu wa Mungu. Amen. Mtu wa Mungu sema ni wewe. Haleluya. Sizungumzi kwa mbali, yani wewe uliyepo hapa. Haleluya. Amen. Okay, naomba mpatie. Ulikuwa unasema mwinjilisti kwa mwinjilisti hapa? Nyeupe? Okay, sawa. Njoo hapa mwinjilisti. Ushike na Biblia yako. Mimi nahitaji mara bishop, mara mwinjilisti, mara apostle, vyovyote vile. Bwana Yesu sana. Sasa fungua Biblia yako mwinjilisti. Amen. Haleluya. Nguvu za Mungu juu ya mtu wa Mungu, au pako wa nguvu za Mungu juu ya mtu wa Mungu, yani wewe uliyeko mahali hapa. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa jina Yesu Kristo jioni leo. Wewe ni baba yetu, ni Mungu unayetupenda na tuazia mema. Na Mungu, mtumishi wako nimesema mbele wa watumishi wako hawa, ni kwa mara kwanza wamekuja, wameacha shughuli zao, wamekuja nyumbani mwako kukuabudu Mungu na kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, naomba utufundishe leo. Uachilie neema yako leo. Uachie upako wako mfalme mbinguni. Nitumie mtumishi wako Bwana kunena siri zako kwa kanisa lako. Kwa jina Yesu Kristo uliye hai, na kanisa tuseme amen. Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 8. Huo utasoma watu wote. Matendo ya Mitume mlango wa 1 ule mstari wa 8. Tutasoma watu wote. Matendo ya Mitume mlango wa 1 na mstari ule wa 8. Amen. Amen. Ngoja amalize huduma yake. Nataka amalize huduma yake ya kuweka macho kwa watumishi wa Mungu. Alafu tuendelee. Unafungua Matendo ya Mitume 1 ule mstari wa 8. Nguvu ya Mungu juu ya mtu wa Mungu ndio ujumbe mkuu wa siku hizi 3. Haleluya. Nguvu ya Mungu juu ya mtu wa Mungu, au upako wa Mungu juu ya mtu wa Mungu. Amen. Asante mtumishi, umemaliza. Kaa sehemu yako. Asante sana.
Huduma yako nzuri sana. Haleluya. Okay. Mwingine kidogo. Soma kidogo sio nitakutoa. Ile ya shida. No. Okay. Haleluya. Sasa na kijana. Kazi yake nzuri kijana. Sina jamani? Amina. Piga makofi Kristo kwa kijana. Anafanya kazi nzuri sana. Haleluya. Naomba tusome wote kwa pamoja Matendo ya Mitume 1 na ule mstari wa 8. Kila mwenye Biblia. Okay. Naona okay, asante. Kila mwenye Biblia tusome 1 mbili twende. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Turudie tena. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika ndio. Amen. Haleluya. Haleluya. Sema lakini nitapokea nguvu. Lakini nitapokea nguvu. Akisha nijia juu yangu Roho Mtakatifu. Nami nitakuwa shahidi wa Yesu Kristo. Kuanzia Ramadi, Mwanza, Dar es Salaam, Afrika Mashariki na ulimwenguni kote. Amen. Je, unaamini hayo? Haleluya. Je, unaamini hayo? Mimi nimezaliwa kijijini. 1986 niliokoka. 1986 nilijazwa Mtakatifu mpaka leo naendelea. Maneno kama tuko natamka kwamba nitakuwa mhubiri, sikuwa naelewa. Kuna mtu utahubiri kote kote, sikuwa naelewa. Lakini nimesoma pale Madi kwa neema ya Mungu, nimefika nchi nyingi kubwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa ninaposema haya, Yesu anaposema amini ni kweli. Haleluya. Haleluya. Yuko mtu ambaye Mungu atamuinua katika hii semina, na ni wewe. Nisikilize. Ni wewe. Amen. Haleluya. Yesu Kristo baada ya kufufuka kutoka kwa wafu, akawa amekutana na wanafunzi wake. Wakawa namuuliza, Bwana, huu ndio wakati wa Israeli warudishe ufalme wao? Maana wakati ule Israeli walikuwa chini ya utawala wa Warumi. Ndio ambao walikuwa na watawala, walikuwa kama ndio koloni lao. Sasa Yesu alipofufuka, wakafurahi sana kwamba Bwana ameshinda mauti, ameshinda kifo, amemshinda shetani kabisa. Sasa Yesu Kristo, huu ndio wakati urudishie Waisraeli ufalme wao. Swali zuri sana. Na niwaambie, Yesu akamwambia, hakusema hakuna ufalme. Ufalme unakuja. Mungu ndiye anajua tarehe ni lini. Haleluya. Akasema hiyo sio kazi yenu kujua, achana nayo. Ila nyinyi mtapokea nguvu. Haleluya. Haleluya. Mtapokea nini? Nguvu. Akisha wajia juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria na hata mwisho wa nchi. Kanisa la Mungu, nataka niwaambie hivi, bila nguvu ya Mungu, bila nguvu za Roho Mtakatifu, hatuwezi kufanya kazi ya Mungu. Hakuna kazi yote useme labda ni ndogo utafanya kwa uwezo wako, uwezi. Kazi yoyote, huduma yoyote ya Mungu inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu.
Amen. Amen wapendwa. Na nitahubiri siku 3. Haleluya. Nitahubiri siku 6 na mitaelewa hakuna huduma yoyote katika kanisa la Mungu kwa vizazi vyote toka siku ya Pentecost, toka Agano la Kale, ambayo mtaanza kaifanya kwa nguvu zake. Hapana, ni kwa kuwezesha na Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Sasa ili wewe ufanyike shahidi wa Yesu Kristo, uwezi ukawa shahidi wa Yesu kabla hujafanywa kuwa shahidi. Amen. Amen wapendwa. Kwa nataka nianzie chini leo. Haleluya. Nataka nianze na pointi. Nguvu ya Mungu juu ya maisha yako binafsi. Naanzia hiyo leo. Au upako wa Mungu juu ya maisha yako binafsi. Kwa uwezi ukawa shahidi wa Yesu kabla hujafanywa kuwa shahidi wake. Mjistonde pale, tuanzie pale Yohana mlango wa 3. Yohana mlango wa 3 anza mstari wa kwanza. Tuanze pale. Injili ya Yohana mtakatifu mlango wa kwanza, mlango wa 3. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka 11 twende. Amina. Neno la Bwana linasema, ndio. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huyu mwalimu umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Niendelee. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Asante. Haleluya. Amen. Pole pole, asante sana. Wow. Nifurahi sana. Mpige makofi mwinjilisti. Haleluya. Ni kama tukaweke mtambo pale nje tuhubiri mara moja. Haleluya. Okay. Nataka tuone hatua ya kwanza. Huyu Nikodemo alikuwa ni mwalimu. Nimesema wewe ukawa shahidi wa Yesu Kristo kabla hujafanywa kuwa shahidi wake. Lazima litokee badiliko ndani maisha ya mtu, ndipo hatimaye afanye kuwa shahidi wa Yesu. Haleluya. Sasa huyu Nikodemo anamwendea Yesu Kristo usiku, na Nikodemo alikuwa ni mwalimu au profesa wakati ule wa dini, alikuwa ni Mfarisayo. Kwa wakaanza kuzungumza. Wakati naongea akasema hainabidi fanyeje? Usaliwe nini? Mara ya pili. Hatua ya kwanza ili mtu yeyote yule aweze kufanya kuwa shahidi wa Yesu, lazima kwanza azaliwe mara ya pili. Amen. Amen. Amen wapendwa. Hatua ya kwanza ili wewe uingie uwe shahidi wa Yesu katika maisha yako, lazima uzaliwe mara pili au lazima uokoke. Hello? Tuko pamoja? Haleluya. Ili utendaji wa nguvu za Mungu ziweze kufanya kazi katika maisha yako, hatua ya kwanza lazima uzaliwe mara pili. Lazima uokoke. Tenda ulipoishia? Tunaendelea mstari wa 4. Ndio. Anasema Nikodemo akamwambia, hawezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Haweza kuingia tumboni mwa mama mara ya pili akazaliwa? Okay. Yesu akamjibu. Twende pole pole. Amina. Nikodemo anamuuliza, sasa hawezekana vipi mtu akiwa mtu mzima atazaliwa mara ya pili aingie tena ndani ya tumbo la mama yake? Nisikilize kanisa la Mungu la Lamadi. Haleluya. Ili uwe shahidi wa Yesu, lazima kwanza uzaliwe mara pili. Amen. Haleluya. Yesu anamwambia Nikodemo,
lazima uzaliwe mara pili. Nikodemo anauliza, je, mtu mzima ataingiaje tena ndani ya tumbo la mama yake? Wapendwa, unaniona mimi mtu mzima mkubwa na vile vile mkubwa, lakini safari maisha yetu imeanzia mbali sana. Haleluya. Amen. Haleluya wapendwa. Wamama ongera sana. Haleluya. Nilikuwa nimeenda kuhubiri Burundi mwaka jana. Sikuwahi ona mambo kama hayo. Nikapelekwa kuombea watu hospitali moja. Nilipoenda wakasema twende, wakaniingiza kwenye chumba cha watoto ambao wanazaliwa kabla ya siku zao. Siwaiona. Wakasema mhubiri twende. Wakaniingiza ndani ya chumba huko. Nikaenda, watoto wengine wadogo sana kamewekwa kwenye mtambo fulani mle ndani. Wanaambia hawa ombea. Ikabidi niombee watu huko wakue. Haleluya. Haleluya. Mambo sio ya kawaida. Sasa mtu mzima anauliza, je, unataka itawezekana vipi mtu mzima nikaingie ndani ya tumbo la mama yangu nizaliwe upya? Amen. Oh, haleluya. Endelea mbele mwinjilisti. Anasema Yesu akajibu, amini amini nakwambia. Sikiliza nini? Amini, sema amini amini. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Ndio. Endelea. Kwa maji kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mstari wa 7. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamuna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hawajui utokako. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu anamwambia Nikodemo, kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Ni mwili. Kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Nisikilize. Maana nauliza, mtu awezaje kuingia kwenye ufalme wa Mungu? Yesu anajibu wazi wazi. Lazima mtu uzaliwe mara ya pili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kinachoingia kwenye ufalme wa Mungu, anaingia kwenye ufalme wa Mungu ni yule ambaye amezaliwa mara ya pili, aliyezaliwa kwa roho. Roho Mtakatifu ni ambaye anamzaa huyo mtu. Haleluya. Nataka niwaambie kanisa la Mungu leo, lazima tuzaliwe mara ya pili. Lazima tuokoke. Sema amen. Haleluya wapendwa. Kama uko kwenye mkutano wa Bwana hapa, umezaliwa mara ya pili, na kusisitiza ya kwamba wewe umefanya jambo la maana, na wewe unaingia kwenye ufalme wa Mungu. Na kama yuko mtu ambaye bado, hii jioni yako ni yako. Haleluya. Wewe ukaingia kwenye ufalme wa Mungu, kwanza uzaliwe mara ya pili. Uokoke. Na anayetuzaa mara ya pili ni nani? Roho Mtakatifu. Sema nani? Roho Mtakatifu. Nani jamani? Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa unapozungumza juu ya nguvu ya Mungu juu yako wewe, Roho wa Mungu juu yako wewe, anaanzia kwanza kwa kuzaa upya. Haleluya. Ndio anaanza kazi na wewe. Haleluya. Anaanza kazi na wewe pale ambapo unampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hapo Roho Mtakatifu ameanza kazi ndani yako. Hakuna aliyejizaa mwenyewe mara ya pili. Tunazaliwa kwa mama na baba katika mwili, tunazaliwa katika ufalme wa Mungu kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya wapendwa. Kwa wewe uliyepo leo, nataka nikwambie, wewe uliokoka haujaokoka kwa nguvu zako. Iko Roho Mtakatifu kusaidia hata ukaokoka. Wewe ambaye umefika kwenye ibada hii bado hujaokoka,
Roho wa Mungu yuko kazini jioni leo, anazungumza na wewe ufanye maamuzi leo. Umruhusu Mtakatifu akubadilishe, akuzae mara pili. Hatimaye sasa hiyo nguvu ya Mungu tutakayohubiri na kuendelea ije juu ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Kwa nimekuonyesha kwamba Roho Mtakatifu anaanzaje kazi katika maisha yako. Tokea lini? Pale ulipompokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, Roho wa Mungu ameanza kazi ndani yako. Amen. Na kama uko hapa upo hujaokoka, jioni leo ni yako. Maana na mimi napohubiri hapa, Roho Mungu anaongea na wewe. Amen. Amen. Hakuna aliyezaliwa mtakatifu, wewe ulizaliwa wenye dhambi. Na wengine tulikulia kwenye dini, na kwenye dini humo Roho Mungu akatukuta. Haleluya. Hatimaye tukaokoka. Haleluya. Na leo yuko hapa nafanya kazi. Haleluya. Amen. Amen. Okay. Nenda Tito 3 mstari ule wa 5. Nazungumza sasa Roho Mtakatifu juu yako sasa. Haleluya. Tumesema mmoja anakuzaa wewe upya. Ndiye ambaye anatuzaa upya. Tumejisikia tunahatia, tumesikia wenye dhambi. Nasema mkosa Bwana, aliyegusa mioyo yetu namna hiyo ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Hata jana tunazungumza namna hii, uko hapo Roho Mungu anasema na nafsi yako na roho yako. Yeye ndiye anayependa kazi yetu kutubadilisha ili hatimaye tuamue tuwe viumbe vipya ambao bado hatujampa Kristo maisha yetu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Jana leo ni yako. Twende Tito 3:5. Si kwa sababu ya matendo ya haki ndio tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Haleluya. Rudia tena mjisi. Anasema si kwa sababu ya matendo ya haki. Sio kwa sababu ya matendo ya haki tunaokolewa, sio kwa sababu umefanya moja mbili mazuri ukajisifia, no. Tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake. Ni rehema za Mungu tu. Kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili. Kwa kuoshwa kufanyaje? Kuzaliwa kwa pili au mara ya pili. Na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Na kufanywa upya na nani? Na Roho Mtakatifu. Haleluya. Nazungumza Roho Mtakatifu katika maisha yako wewe unaamini. Roho Mtakatifu ana nguvu ya kutufanya upya. Hello? Yes. Hello wapendwa? Yes. Hello wapendwa? Yes. Roho Mtakatifu ana nguvu ya kufanya mpya. Kuna mambo ambayo uyapendi, kuna mambo ambayo unachukia, kuna mambo kabisa kama uyapendi. Jana leo napohubiri kwa siku 3 hizi, kuna operation ya Roho Mtakatifu ambayo atafanya kwenye moyo wako kabisa kabisa. Tunaoja na kufanya upya kwa Roho Mtakatifu. Roho Mungu atafanya mabadiliko ndani yako binti. Roho Mungu atafanya mabadiliko ndani yako baba. Roho Mungu atafanya mabadiliko ndani yako kijana, ndani yako mama. Maana anatubadilisha. Nataka niwaambie ule yani wewe umfanane Kristo. Anayekufanya mfanane Kristo ni Roho Mtakatifu. Atakayeumba tabia za kimungu ndani mwako ni Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu unamhitaji kupita kwa kawaida yetu. Nataka niwaambie jioni leo, yeye atatusaidia. Haleluya. Unasema mhubiri, kweli kuna mambo kabisa sipendi lakini kuna nayafanya. Roho Mungu atakusaidia. Sikiliza Mungu anaposema nawe jioni leo. Rudia mstari mwinjilisti. Mstari unasema? Naam. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Haleluya. Na kufanya upya na Roho Mtakatifu. Nisikilize, Roho Mtakatifu atakufinyanga umfananie Mungu. Haleluya. Kuna mambo tunazungumza mambo yanapoendelea. Roho Mtakatifu anakutengeneza. Wote mnajua ungepiga wote mliojaa roho, ungepiga karibu kumbuka kwa nyuma ulikuaje. Tulikuwa mabaya. Lakini Roho Mtakatifu ni mzuri. Haleluya. Atabadilisha. Haleluya. Roho Mtakatifu atakubadilisha. Anasema tunaoshwa kwa kufanya upya kwa Roho Mtakatifu.
kubadilika. Hello. Hello. Haleluya. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Wewe Mungu atatubadilisha. Hebu nazungumza nguvu ya Mungu inapotenda kazi mwako. Kuna badiliko litatokea. Amina. Haleluya. Kuna badiliko litatokea. Roho wa Mungu ndiye anatufanya upya. Amina. Yes. Haleluya. Amen. Wanashangaa udada amekuaje leo? Ukaka amekuaje leo? Baba alikuwa amekuaje leo? Mama alikuwa amekuaje leo? Roho wa Mungu atatufanya upya. Kama nilivyosema mstari, kuna mambo matabia fulani anayabadilisha ni Roho Mtakatifu. Amina. Nataka niwaambie nini Mnyakyusa? Kuna matabia Unyakyusa aliyapiga ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Si wengine hapo Wakuria, wengine si Wasukuma, wengine Watukani, wengine Wakerewe, wengine Wandengeleko. Okay, haleluya. Roho Mtakatifu anatubadilisha, tunamfanania yeye na tutakuwa familia ya Mungu. Haleluya. Ndio maana nimefika mahali hapa mnaniandalia samaki, siulizi maswali. Kwa nini? Sisi ni wa Mungu. Haleluya. Siulizi kama sio wamenyekea vitu gani. Safi sana. Kwa nini? Iko familia ya Roho Mtakatifu ambaye yeye ameitengeneza. Hamna ila. Haleluya. Hamna ila. Nataka niwaambie Roho Mtakatifu anatutengeneza, anaumba tumfananie Mungu. Mungu atupe macho tuone. Usije jambo la kawaida, hapana. Mimi naingia kwa profile na kuwa ninataka. Siulizi. Sijui mimi niwekea nini huko ndani. Siulizi. Nalala, nasema lala huko nalala. Mungu nalala. Nakuja kwako ni mpendwa. Nijaribu kwenda kumpeleka, ninashangaa hata wewe unakataa. Lakini kwa sisi, haleluya. Iko jambo lisilo la kawaida. Haleluya. Haleluya wapendwa. Haleluya kanisa la Mungu. Roho Mtakatifu anatufinyanga. Amina. Ziko tabia kabisa atakayesimaliza ni Roho Mtakatifu. Amina. Nazungumza Roho Mtakatifu juu ya maisha yako. Kanisa la Mungu likijaa Roho Mtakatifu, Wakristo tukijaa Roho Mtakatifu kabisa. Haleluya. Tutaionja mbingu hapa na watu wataona ufalme wa Mungu ukoje. Haleluya. Haleluya wapendwa. Rudia mstari huo. Maana nimepewa muda mzuri kwa nifundishe sana. Rudia mjilisi. Unasema si kwa sababu ya matendo ya haki ndio tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, ndio kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili, na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Yaani mpendwa, siku tatuishi, omba sana ujawe na Roho Mungu. Amen. Isishe shughuli za Afrika Roho Mtakatifu. Ni jinsi unavyofungua moyo wako mwenyewe. Amen. Haleluya. Mimi naamini Roho Mungu kutujaza kwa upya. Haleluya. Ninaamini kuna mlipuko utatokea mahali hapa. Uwezo wa Mungu sio kawaida. Mungu ana upendeleo. Haleluya. Nataka tuoshe kufanya upya na Roho Mtakatifu. Na soma ile pia. Twende pale. Wakorintho wa pili 5:17. Anazungumza Mungu ndiye anafanya kazi juu yako, utakufanya upya. Haleluya. Haleluya wapendwa. Wakorintho wa pili mlango wa 5:17 mwinjilisti. Neno la Bwana linasema, naam, maana tuenende kwa imani, si kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu. Unasema gani hiyo? Wakorintho wa pili 5:17. 17. Ndio. 17 anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Fuatisha nyuma jamani, leo nafundisha. Twende. Hata imekuwa mtu. Sema. Hata imekuwa mtu. Twende. Akiwa twende. Sema. Hata imekuwa mtu. Twende. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Akiwa ndani ya Kristo. Amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Yamepita. Tazama. Yamekuwa mapya.
Twende tena. Rudia. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, na Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Unajua nani ambaye anatufanya tuwe ndani ya Yesu Kristo? Roho Mtakatifu. Amen. 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 Haleluya. Okay, kwenda mfuko fulani hapa basi naona kime sapati. Nifiche fulani. Bwana sana. Naomba icheke hapo jamani. Sio okay sana, nipe tu. Haleluya. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Asante. Amen. Sasa tumuone hapa kama ni Yesu. Tuone hapa kama ni nani? Ni Yesu. Tuone huyu ni mtu wapi? Huyu mtu anaitwa nani? Yuko hapa. Sawa? Huyu ni Yesu. Huyu ni mtu. Mfano, sawa jamani? Yesu yuko pale, mtu yuko hapa. Okay, tuite anaitwa Mariamu yuko hapa. Okay. Mariamu ni kwa Mariamu. Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa huyu Mariamu na mfuko uko pale ni Yesu. Pesa kwamba nani anatuvuta kuja kwa Yesu ni nani? Roho Mtakatifu. Sawa jamani? Roho Mtakatifu. Sasa huyu Mariamu anapovutwa na kubadilishwa na Mtakatifu, anapokuja ndani ya Yesu, anakuwa nini? Kiumbe kipya. Okay. Sawa zuri. Asante Mariamu. Okay. Muro mzuri Mariamu. Sana Mariamu. Msemeshie vizuri. Okay, haleluya. Pia bisho makofi kwa Mariamu. Haleluya. Kazi yako nzuri sana. Biblia inasema kwamba apurapo punde ufanyeje? Anapopura punde usimfunge nini? Kinywa moja fanyeje? Ale kwa anapopura anafanyaje? Anakula. Ndio Mariamu pata zawadi. Haleluya. Nisikilize, naweza kwamba hata imekuwa hiyo jambo. Nisikilize kanisa la Mungu. Nani ambaye anatufanya na kuzaa upya tuwe ndani ya Kristo? Sio matendo yetu, sio ujanja wetu, sio mbinu zetu, sio elimu zetu, sio fukara wetu, tajiri wetu, kabila zetu, lugha zetu, rangi zetu. Hapana. Ni Roho Mtakatifu ambaye anakuzaa, unaingia ndani ya Kristo. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa nini? Mapya. Hapa anayetufanya upya tumesoma ni nani? Roho Mtakatifu. Haleluya wapendwa. Kwa mpendwa, kila uliyeokoka umempata Kristo, wewe uko ndani Yesu. Uko ndani ya nani? Yesu. Zamani wakati tunaokoka sisi tulikuwa naimba chorus pale, unasema niko ndani ya Yesu na burudika, nimo ndani ya Yesu na burudika. Imba, nimo ndani ya Yesu na burudika, nimo ndani ya Yesu na burudika. Tena nimo ndani ya Yesu. Fanya kule nyuma, na burudika, nimo ndani ya Yesu
tena nimo ndani ya Yesu, naburudika. Nimo ndani ya Yesu, naburudika. Haleluya! Nimesema ona mfano Mnyakyusa yuko Lamadi anaburudika. Haleluya! Nani amefanya? Yesu. Yesu ametupatia ndugu wengi. Yesu ametupatia wababa, ametupatia wamama, dada zetu, kaka zetu, watoto ndani ya acha Bwana. Haleluya! Nani ambaye anatufanya tuwe viumbe vipya? Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya wapendwa. Sasa anafanya kazi kwamba ya kale yako mambo ambayo kabisa tulikuwa tunaenda nayo, yalikuwa machukizo kwa Mungu, yalikuwa mpendezi Mungu, zilikuwa ni tabia, ilikuwa ni minendo, ilikuwa ni matendo ambaye kabisa anatufanya tubadilike na tuwe viumbe vipya, tuache yale ya kale. Nataka nikwambie, sio kwa ujanja wako, sio kwa mbinu yako, lakini unapokubali kumtii Bwana, Roho Mtakatifu atakusaidia, atakubadilisha, atakuvua ule utu wa kale, utavaa utu mpya katika Kristo Yesu. Roho Mungu anafanya hayo. Amen. Amen wapendwa. Roho Mungu anafanya hayo. Haleluya. Roho Mungu anafanya, atafanya kwako. Napofundisha jioni leo, acha Roho Mungu aseme na maisha yako. Yako mambo amekaa, mwambie Roho Mtakatifu, liko jambo hili siwezi. Yeye yupo. Haleluya. Atakusaidia. Atakusaidia. Iko neema Mungu kusaidia. Yuko Roho Mtakatifu ambaye atakuinua, atakuwezesha. Leo naanza kwanza badiliko la mtu. Analileta ni Roho Mtakatifu. Amen. Kanisa la Mungu analeta nani? Roho Mtakatifu. Yaani mnapomruhusu Mtakatifu abadilishe, hata kazi ya huduma ni nyepesi sana. Rahisi sana. Unasikia furaha, unasikia furaha ya wokovu, unasikia amani. Haleluya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa nini? Mapya. Kwa nini? Mtu yuko ndani ya Yesu. Uwezi ukawa kiumbe kipya ukabaki nje ya Yesu. Halo? Halo? Halo wapendwa? Uwezi ukawa kiumbe kipya ukawa nje ya nani? Ya Yesu. Haleluya. Na Mungu huwa haabudiwi na walio wafu, anaabudiwa na walio hai. Unajua hiyo? Unajua hiyo? Roho Mtakatifu atakufanya umwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwani maiti wanaongea? Hapana. Anaongea ni nani? Nenda pale Yohana 4. Nataka nionyeshe pia wakati wengine sana Mariam. Hiyo jambo limeweka sana. Haleluya. Nenda pale Yohana. Niwete pale kwa haraka. Yohana Mtakatifu mlango ule wa 4 pale. Injili Yohana Mtakatifu mlango ule wa 4. Amen. Umefika majilisi? Yes, Yohana Mtakatifu mlango ule wa 4. Amen. Niweke tu pale mama itadondoka. Haleluya. Okay, Yohana mlango wa 4. Soma mstari wa 11. Anza mstari wa 10. Mstari wa 10. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua kalama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Endelea. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, una kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe huu mkubwa kuliko baba yetu? Yakobo alitupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia, na wanyama wake. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji yatakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Sawa, endelea.
Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo. Ndio. Nisione kiu. Sawa. Wala nisije hapa kuteka. Ndio. Yesu akamwambia, nenda ukamuite mumewe. Sawa. Uje naye hapa. Ndio. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema. Sawa. Sina mume. Sio mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona mstari wa 13. Mstari wa 13 anasema, Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya. 18, nenda 18. 18 maandiko yanasema, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa sio mume wako. Hapo umesema kweli. Endelea. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa huu nabii. Baba zetu waliabudu. Nataka tuanze hapo sasa, twende. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Sawa. Nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali pasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hautamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Sawa. Ninyi mnaomwabudu mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Sawa. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Sawa. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo wamwabuduo arisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Haleluya. Watamwabudu nani? Baba. Katika hali gani? Katika roho na kweli. Roho na nini? Roho kweli. Okay, endelea mbele. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Choshi nani? Mungu ni roho. Sawa. Nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Haleluya. Nani ambao wanapaswa wamwabudu Mungu? Nataka sasa muone hiyo. Haleluya. Yesu akamwambia Nikodemo, lazima mzaliwe mara nini? Mara pili. Moja, mmezaliwa katika mwili. Okay, mmekuja katika mwili huu. Lakini ili muingie kwenye ufalme wa Mungu, lazima mzaliwe kwa nini? Kwa roho. Tuko pamoja? Haleluya. Au tuokoke. Kwa Yesu anazungumza na huyu mama, anasema saa inakuja na wakati upo, waabuduo halisi wanaokubalika kumwabudu Mungu watamwabudu katika nini? Roho na kweli. Roho na nini? Na kweli. Nataka niwaambie, anasema watamwabudu katika roho. Msuru kule kunyamaza. Haimaanishi yani wale waliozaliwa katika roho. Waliozaliwa katika roho ni wepi? Wale waliookoka. Haleluya. Wale waliozaliwa mara ya pili. Mungu ni roho. Wewe kwenye mwili, umezaliwa kwenye mwili, wewe utaingia maabudu Mungu kwenye roho kama hujazaliwa mara ya pili. Amen. Haleluya. Ngoja nielewe vizuri hapo. Nisikilize. Yesu anazungumza na mama, anasema mama, sikiliza, saa inakuja. Nyie mnaabudu ambacho mkijui. Lakini saa inakuja ambapo waabuduo halisi, waabuduo kweli watamwabudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Mungu ni roho. Na waabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika nini? Katika roho. Wewe ukamwabudu Mungu katika ibada kweli bila kuzaliwa mara pili. Amen. 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 Haleluya. Amen. Wewe kumwabudu Mungu katika ibada kubalika bila kuzaliwa mara pili. Maana kuwa ni mfu. Mtu ambaye hajaokoka sio kwamba ni maiti. Basi maiti hawezi kaongea. Nisikilize wapendwa. Anaongea na kusikiwa ni wewe uliokoka. Haleluya. Umeingia kwenye ufalme wa Mungu, umwabudu mfalme. Haleluya. Mfalme wetu ni roho, na pia mara pili umwabudu mfalme katika roho. Haleluya. Kwa kuokoka wapendwa, Yesu anasema ni
hii akizungu ya kisasa hamna buti, si ndio? Hamna nini? Hamna buti. Lakini akizungu nasema you must be born again. Yani lazima ili wewe uingie kumwabudu mfalme aliye roho, ili uingie kwenye ufalme wa Mungu, lazima uzaliwe na uzaliwe kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Ndio maana niwaambia wapendwa, tunamhitaji Roho Mtakatifu kabisa, anayetuzama na pili Roho Mtakatifu, na leo ananena na wewe jioni leo. Amen. Anatufanya viumbe vipya. Haleluya, haleluya wapendwa. Roho Mtakatifu anatufanya tuweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Anatufanya tuingie kwenye ibada ya kumwabudu Baba aliye roho. Haleluya, haleluya wapendwa. Ndio maana nataka kuambia, ukibadilisha Roho Mtakatifu, ukiongoza katika ibada, hiyo ibada ni nzuri, hiyo ibada ni ya furaha, hiyo ibada ni tamu. Unasikia jiko la kimungu, unasikia upako, unasikia neema, unasikia furaha, unasikia amani. Kwa nini? Wewe umezaliwa mara ya pili. Haleluya. Na unashangaa roho yako inakuwa kiu sana na Mungu. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. 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 Twende sote nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Nani analeta furaha ya kuelekea kwenye ibada? Roho Mtakatifu. Uliyezaliwa mara pili hawezi kunyamaza, hawezi kutulia. Wengine wanaenda ibada na kaa nyumbani. Haiwezekani. Iko furaha ya Roho Mtakatifu kwenda kumwabudu mfalme. Haleluya. Kwenda kukutana Mungu wetu aliye hai. Amen. Amen. Nisikilize kanisa, hiyo furaha inaileta ni Roho Mtakatifu. Kanisa likijaa Roho Mtakatifu, wapendwa, ibada kwa Mungu wetu inakuwa ya furaha. Unasikia furaha, unasikia mambo ya ibada. Haleluya. Roho Mtakatifu na mimi ni furaha. Amina. Tukae. Amen. Asante sana. Baraka 40. Maneno tukamaliza saa 12:30 ndio. Haleluya. Haleluya wapendwa. Tuko pamoja. Natamani ile rejeo la kanisa kwanza lililojaa Roho Mtakatifu pale Yerusalemu. Walifurahia ibada. Haleluya. Walifurahia ibada. Na naubiri siku za mwisho kuelekea siku za mwisho tujawe Roho. Haleluya. Tukijawa Roho tutakuwa na furaha na Mungu wetu. Tutakuwa na furaha na Mungu wetu. Hakuna kusukumwa, nenda ibadani. Twende ibadani. Si nenda kapiga vyombo, si kafute vumbi viti, si kafanye unasikia furaha. Haleluya. Unasikia kuchika kufanya kazi ya ufalme wa Mungu. Nazungumzaje huduma siku nyingine? Leo kile nazungumza juu yako. Haleluya. Haleluya wapendwa. Roho Mungu atakufanya uweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Roho Mtakatifu atakusaidia. Atakuwezesha na ibada kwenda kukutana na Mungu wako. Hautaabudu ile ibada ya wafu. Mesha Mungu anakutana na walio hai. Nani aliye hai? Ni yule aliyezaliwa mara pili. Wewe ni kiumbe kipya. Haleluya. Haleluya. Wewe ni kiumbe kipya. Umefanya upya. Na unamwabudu Baba katika roho na kweli. Amen. Amen wapendwa. Hiyo ndiyo anasema. Nenda rudia pale dada. Kuna jambo la pekee sana tuko nasopata hatukumalizia. Kumwabudu Baba katika roho na kweli. Nenda pale mbele. Kuna neno la ajabu sana. Anasema mstari wa 23. Ndio. Lakini saa inakuja. Nayo saa ipo. Ndio. Ambayo wamwabuduo Baba. Ndio. Wamwabuduo halisi. Watamwabudu Baba. Ndio. Anasema lakini saa inakuja.
inakuja, nayo saa ipo, sawa, ambayo wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Haleluya! Haleluya! Baba Mungu anatafuta watu kama hao wamwabudu. Amina. Hello, ona ufunuo huo. Yaani Mungu anatafuta watu waliozaliwa mara pili watakao mwabudu Baba katika roho na kweli. Hao Baba anawatafuta. Amina. Haleluya. Haleluya wapendwa. Baba anatafuta watu hao, na ninamwamini Mungu. Wewe unasikia mahubiri ya jioni leo, wewe ndiye tamtamua kabisa. Mungu anatafuta watu kama hao. Amina. Hello? Unataka upatikane kwa Mungu? Mwabudu katika roho kweli. Baba anawatafuta watu kama hao. Haleluya. Anataka watembelee. Haleluya. Haleluya wapendwa. Anataka watembelee, awaone. Biblia njema ndio anasema hivi, lakini wakati waja ndio tena umekwisha wasili, ambapo wenye kuabudu wa kweli ndio watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana Baba anawataka watu wamwabudio namna hiyo. Ndio Mungu ni roho, na watu wamwabudio lazima wamwabudu kwa roho na ukweli. Haleluya! Haleluya! Nasikia? Yaani Mungu anatafuta. Unamkumbuka Mungu anatafuta Abraham? Yaani Adam uko wapi? Yaani anatafuta fellowship. Moyo wa Mungu, mapigo yake ni watu. Mapigo ya Mungu, mapigo ya moyo wa Mungu, watu wako wapi? Watu gani wanamwabudu yeye katika roho na kweli? Haleluya! Mungu ni lazima, Yesu anasema lazima tumwabudu yeye katika roho na kweli. Haleluya! Wapendwa, wewe ndiye. Fungua moyo wako, mtafute Bwana, mwabudu yeye katika roho na kweli, maana Mungu huwatafuta watu kama hao wamwabudu yeye. Atakaye kusaidia ni Roho Mtakatifu. Haleluya! Haleluya! Atakaye kusaidia ni Roho Mtakatifu. Wapendwa, unajua ibada kweli ni manukato yanapaa kwenda mbinguni. Haleluya! Ni manukato yanapaa kwenda kwa Baba. Unapomwabudu Bwana hapa Lamati, Mungu asikie manukato. Asisikie kelele. Haleluya! Asikie watu wanamwabudu Bwana. Haleluya! Tunapomsifu tunasema Baba nakupenda. Asema kweli mnamaanisha mnanipenda. Mungu anatafuta watu kama hao waweze kumwabudu. Atakaye tusaidia ni Roho Mtakatifu. Atakaye kuwezesha umwabudu Baba wewe mtu binafsi ni Roho Mtakatifu. Baada ya kukuzama la pili, atakusaidia uweze kumwabudu Baba katika roho na kweli. Haleluya! Haleluya wapendwa. Unajua natamani nione tukiabudu Bwana upako wa Mungu ushuke. Amen. Nguvu za Mungu zionekane. Haleluya. Watu wafunguliwe. Haleluya. Watu pokee miujiza. Haleluya. Tunamwabudu Baba katika roho na kweli. Baba anatafuta na atatembea katikati yetu. Amen. Jambo lingine la ajabu sana ambalo Roho Mtakatifu analifanya kwako wewe, anapokuwa pamoja na wewe katika maisha yako ni hili. Nenda pale Wagalatia 5:22. Wagalatia 5:22 pale. Wagalatia 5:22 pale. Tuangalie na tukija kwa la mwisho pale. Kuna mambo kama 9 pale ambayo Roho Mtakatifu anafanya ndani mwako. Haleluya. Amen. Amen. Wagalatia 9:22. Wagalatia 5:22. 22. 22 maandiko yanasema, lakini tunda la Roho ni upendo. Sema upendo. Furaha. Amani. Uvumilivu. Utu wema. Fadhili. Uaminifu. Upole. Kiasi.
juu ya mambo hayo kama hayo hakuna sheria. Hakuna sheria. Haleluya. Haleluya wapendwa. Nani ambaye atakuwezesha haya yawe ndani mwako? Ni Roho Mtakatifu. Nazungumza mtu mmoja mmoja. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwako, Roho Mtakatifu atakupatia tunda la nini? Tunda la Roho. Tunda la Roho linaletwa na Mtakatifu. Tuliposoma Yakobo anasema yeye ndiye anatubadilisha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunabadilishwa. Roho Mtakatifu atasababisha tunda la Roho katika maisha yako. Ajabu sana. Nimeona mambo mangapi? 9. Amen. Twende. Haleluya. Moja, sema nini? Upendo. Tuseme upendo. Sema nini? Upendo. Sema kwa sauti jamani. Upendo. Upendo. Nani ambaye anaweza kuleta upendo sio na unafiki? Ni Roho Mtakatifu. Amen. 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 Kanisa Bwana la Madi. Haleluya, haleluya. Roho Mungu, tunda, matokeo ya wewe kuongozwa kujawa na Roho Mtakatifu. Matokeo yake watu watarajie nini? Watu waone kitu gani? Moja, upendo. Upendo. Amina. Upendo. Kanisa la Mungu, upendo. Haleluya. Wewe ukijawa na Roho Mtakatifu ndani yako utabubujika upendo. Utampenda